إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله منا وإياكم من النار. أيها الناس، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل وتمسك بكتابه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baada kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, akutaka rehma zimfikie mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu katika imani, hakika maudhui yetu ya leo tutazungumzia musawat, kuwa sawa. Inshallah ta'ala, nataka kutumia maudhui hii. Mimi kazi yangu leo itakuwa ni mbili peke yake. Kazi ya kwanza ni kunukuu maneno na kazi ya pili ni kuleta mifano. Iliyobakia yote tutawaachia watu wenye elimu na wenye hikma wafanye kazi yao. Biidhnillah ta'ala, kama tulivyotanguliza kusema, maudhui yetu itakuwa ni musawat. Qala Ahmad ibn Uthman al-Mazid fi kitabihi Muhammad Rasulullah safha rakmu 34. Anasema al-Imam Ahmad bin Uthman katika kitabu chake alichokiita Muhammadur Rasulullah, ukurasa nambari 34, anazungumzia masala ya watu kuwa sawa. Anasema: ma ajmala an yaisha al-insan, ni uzuri ulioje atakaoishi mwanadamu, fi mujtamaa, katika mujtamaa au community, tatakafau fihi furas, utakaotoa nafasi, mujtamaa ambao kwamba umetoa nafasi, wayatasawia fihi aljami', na ukaeka sawa watu wote, wayatafadhaluna bittaqwa, na wakafadhilishana katika takwa. Imamu anatuelezea ni uzuri ulioje wa mtu atakayeishi katika mujtamaa ambao kwamba umetoa nafasi, umetoa fursa ya watu kuwa sawa na wakafadhalishana, wakafanyana bora katika takwa peke yake. Wayatafadhaluna bittaqwa, na wakafadhalishana katika takwa. Wayakhudhu fihi adh-dha'if haqqahu min al-qawi, na ikachukuliwa mali ya mtu dhaifu au ikachukuliwa haki ya yule ambaye ni dhaifu kwa mtu aliye na nguvu. Yani ikiwa kumepatikana mtu ambaye kwamba yuko na nguvu akaenda kuichukua mali ya mtu dhaifu, watu wanaoishi katika mji ule, mathalan mnara mzima huu, tukagundua ya kwamba kuna mmoja kati ya watu wanyonge amepokonywa mali yake na mtu mwenye nguvu,
watu wakawa ni wenye kushikamana, wakaenda kuichukua mali ile, wakawa ni wenye kuiregesha kwa yule muhusika. Walfaqiri min alaghniya, vile vile kwa mafakiri na kwa watu walio matajiri, zikachukuliwa mali ambazo kwamba zimechukuliwa, au zikachukuliwa haki zikaregeshwa kwa wale ambao kwamba ni wanyonge, mafakiri, kwa wale watu ambao kwamba wamewadhulumu watu wenye nguvu. Na haya ni maneno ambayo kwamba yameambatana na maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam pale aliposema, unsur ahaqa dhaliman au madhuluman, nusuru ndugu yako dhaliman, aliyedhulumu, au madhuluman, au aliyedhulumiwa. Sasa ikiwa watu wataishi katika mji katika hali hii na mwenendo kama huu ya watu kupewa fursa ya kila mmoja akawa sawa na mwenzake, na zikachukuliwa mali za wale ambao kwamba ni dhaifu, haki zao wakawa ni wenye kurudishiwa kwa wenyewe, anasema innahu mujtamaa al-iman, hakika huu ni mujtamaa wa kiimani. Watu watakuwa wanaishi katika mujtamaa wa kiimani, alladhi arsa qawaida Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambao kwamba ameamrisha misingi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu ni katika imani, haya ni maneno ameyanukuu mwanachuoni. Haya maneno hakusimama akakorupukwa akawa ni mwenye kuzungumza maneno haya, kama vile ambavyo kwamba wanasimama baadhi ya watu wakazungumza maneno yasiyokuwa na mashiko wala yasiyokuwa na dalili. Watu wenye imani na misingi iliyo sawa sawa hawazungumzi jambo isipokuwa lina dalili. Sasa maneno haya ameyatoa wapi huyu mwana wa chuoni? Ameyatoa kwa mfalme wa wafalme, hakimu wa mahakimu, Allah subhanahu wa ta'ala, pale aliposema faqad anzala alayhi qawlihi ta'ala, hakika imeteremshwa, hakika ameteremsha Mwenyezi Mungu kauli yake inayosema ya ayuhan nas, enyi watu. Allah ananadi kuwanadia watu wote ulimwengu mzima, kuonyesha usawa wa kila watu, ya kwamba watu wako sawa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu hakunadi akasema waja wake walioamini, wala Mwenyezi Mungu hakunadi akuwanadia waislamu peke yake. Amenadi akasema ya ayuhan nas, enyi watu, inna khalaqnakum min dhakari wa untha, hakika yetu sisi tumekuumbeni, tumewaumbeni nyinyi wanawake, wanaume na wanawake. Allah subhanahu wa ta'ala ameumba mwanamume kisha akamuumba mwanamke. Kwa nini? Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, waja'alnakum min dhakari wa untha, kuumbwa mwanamume na mwanamke, waja'alnakum shu'uban wa qabail litaarafu, na tukawajalia miongoni mwenu nyinyi, au tukawajalia nyinyi mataifa pamoja na makabila, ili watu wapate kujuana. Ndugu zangu ni katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala alipoumba huu ulimwengu akajalia mataifa chungu mzima katika ulimwengu huu, na katika kila taifa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amejalia makabila mengi sana, na katika kila kabila watu wanajuana, kabila hili limetoka sehemu fulani na kabila hili limetoka sehemu fulani. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala akasema waja'alnakum shu'uban wa qabaila litaarafu, hakika tumewajalia nyinyi mataifa na makabila ili mupate kujuana. Inna akramakum inda Allah, hakika ya mbora wenu mbele Allah, atqakum, ni yule mwenye kutii. Allah subhanahu wa ta'ala anasema maneno haya. Kwa hiyo mwanachuoni huyu ameyachukua maneno haya kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndio akatuelezea maelezo ya watu kuishi katika mujtamaa, watu waishi katika hali ya kuwekana sawa.
kila mmoja awe yuko sawa na mwenzake, na watu wafanyane bora hali ya kuwa wale ambao kwamba watakuwa wako katika takwa. Watu wafanyane bora katika hali ya uchaji wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum, hakika ya mbora wenu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni yule mwenye kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huyu ndiye mbora. Asema Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu katika kitabu Nusus ukurasa nambari 80, anasemaje katika sifa ambazo kwamba alisifiwa nazo Umar ibn al-Khattab? Anasema Umar ibn al-Khattab, kana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu taqiyan, alikuwa Umar ibn al-Khattab radhi za Mwenyezi Mungu ni mwenye takwa, ni mtu ambaye kwamba alikuwa yuko katika hali ya kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yakhsha fillahi lawama, haogopi kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala lawama. Umar ibn al-Khattab alikuwa na sifa hii ya kwamba alikuwa ni mcha Mungu kwanza, pili alikuwa haogopi kitu chochote mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kulaumiwa. Yani kutokee jambo lifanyike, basi watu wote washindwe kufanyaje, kulihukumu au kulisema jambo kama lile, kwa kuwa watu wanaogopa yule aliyefanya jambo kama lile ni mtu ambaye kwamba yuko na nafasi. Lakini Umar ibn al-Khattab ilikuwa akirekebisha mtu yeyote yule na akimweka sawa mtu yeyote yule, bora awe amekwenda kinyume na maamrisho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mbele ya jambo la Allah Subhanahu wa Ta'ala, Umar ibn al-Khattab ilikuwa haogopi lawama. Je, sisi Waislamu, mbona sisi tunakuwa ni watu wenye kuogopa malawama katika mambo ambayo kwamba yanahusika hasa na mambo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ndugu zangu ni katika imani, sifa ya mu'min ni mtu ambaye kwamba haogopi kitu chochote, haogopi kulaumiwa endapo itakuwa watu wanakwenda kinyume na maamrisho Allah Subhanahu wa Ta'ala, hususan mambo ambayo kwamba yatakuja kuvunja umoja katika mji au umoja katika kijiji. Ni lazima watu wawe ni wenye kuyarekebisha maneno kama haya. Ndiyo siku moja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikaa na maswahaba zake akiwemo Umar ibn al-Khattab, wakawa wanashauriana, kila mmoja akatoa rai yake, akiwemo Umar ibn al-Khattab alipotoa rai yake, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama akatoa rai baada ya Umar ibn al-Khattab, ili watu waifuate rai ya nani? Ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini ikateremka aya kuthibitisha kwamba rai ya Umar ibn al-Khattab ndiyo rai ya kufuatwa. Watu wakaacha rai ya Mtume, ikafuatwa rai ya Umar ibn al-Khattab. Ndugu zangu ni katika imani, mbona leo sisi Waislamu wote wa mji huu tunashindwa kufuata rai ambayo kwamba itakuwa iko sawa, sote ikawa tufuata rai ya mwanamke? Mwanamke atakaposema jambo lake, basi watu wote watakuwa ni wenye kufuata rai kama hiyo. Wallahi ndugu zangu ni katika imani, hizi idi tunazoziswali, haiwezekani kuwa Kilifi nzima hii watu waswali idi kwa pamoja isipokuwa msikiti mmoja peke yake. Ni kwa sababu ya rai ya mwanamke aliyesema kwamba tusiswalini leo, tuswalini kesho. Na watu wenye elimu zao, wanaume walio na nguvu, wakawa ni wenye kuifuata rai ya mwanamke. Vile vile pia hizi maiti ambazo kwamba zinakufa zote zikaenda kuswaliwa katika msikiti ambao kwamba tunaujua au tunaufahamu, hata kama itakuwa maiti iko mlangoni katika msikiti ambao kwamba uko karibu na maiti kama ile, lakini itakuja maiti kama ile iende kaswaliwe msikiti kama ule. Kwa nini? Ni kwa sababu ya rai ya mwanamke. Baada ya kusikia tu fulani amefariki, nyumba fulani kumefiliwa, anakwenda mbio na sanda yake kwa pani, hii maiti nitaiswalia msikitini kwangu. Na watu wakijaribu kupinga, wanaambiwa basi mkiwa mtakataa, sisi basi hatutawafadhili tena nyinyi. Watu wakawa wanaogopa kuacha kufadhiliwa kwa sababu ya kauli ya mwanamke.
Ndugu zanguni katika imani, hawakuongoza mabibi zake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kufa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataweza kuongoza mwanamke mwingine yeyote? Leo hii Waislamu wa Mnarani tunakwenda na rai ya wanawake. Wallahi billahi tallahi, tunakwenda na rai za wanawake, na haya ni mambo ambayo kwamba yako wazi na dalili zipo. Ni mambo ambayo kwamba tunayaona. Haiwezekani kabisa ya kwamba leo hii kila anayekufa anakuja anachukuliwa anapelekwa katika msikiti kama ule. Alafu maneno yanayosemwa pia si maneno mazuri. Ndugu zangu ni katika imani, hii dini tumeletewa ili watu wawe ni kitu kimoja, ili watu wawe ni wenye kushauriana, watu wote waekwe sawa. Ambaye ni mnyonge awe sawa na mwenye nguvu, ambaye ni tajiri awe sawa na maskini, watu wote wanakuwa sawa. Kwa hiyo Umar ibn Khattab alikuwa haogopi lawama kwa mtu yeyote, lakini sisi tunaogopa malawama. Lau mmoja atasimama akitaka kusema, ataambiwa shekhe usiseme, litakalo kufika mimi simo. Watu wanaogopa lawama. Hii ni dalili ya kwamba sisi wote hatujamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, bali tunaogopa baadhi ya watu ambao kwamba wamejifadhilisha kwamba wao ni watu bora. Umar ibn Khattab ilikuwa haogopi lawama kwa mtu yeyote yule, kwa jambo ambalo kwamba ni la Allah subhanahu wa ta'ala. Yaarifu anna almuslimina sawasiya, na anajua Umar ibn Khattab ya kwamba Waislamu wote wako sawa, na Waislamu wote wako sawa. Ndugu zangu katika imani, nitawapa mfano ili tujue Waislamu wote wako sawa. Angalia Muislamu ambaye kwamba ni tajiri, anaishi katika nyumba iliyo nzuri, kitanda chake ni kitanda cha kifalme, nyumba yake ina tiles mwanzo mpaka mwisho. Na maskini anaishi katika nyumba ambayo kwamba ni kijumba cha udongo, mlango wa makuti, kitanda cha kambaa, mvua inaponyesha, mvua yote inanyesha ndani. Lakini watu hawa watakapokufa, sanda yao ni moja. Hakuna sanda ya tajiri, wala hakuna sanda ya maskini, wala hakuna sanda ya mwenye nguvu, wala hakuna sanda ya mnyonge. Sanda wote watavishwa sanda moja, na wote watakwenda kuingia katika kaburi ambalo ni aina moja. Tofauti ni mahali tu, kwamba mimi nitazikwa hapa, wewe utazikwa mbele kidogo, lakini sote tunaenda katika mchanga. Hii ni kuonyesha ya kwamba Waislamu wote wako sawa. Hii ni dalili ya kuonyesha kwamba Waislamu wote tuko sawa, isipokuwa tumetofautiana katika takwa peke yake. La fadla lil arab, hakuna mbora wa Muarabu. Umar ibn Khattab anazungumza maneno haya, anasema hakuna mbora wa Muarab ala ajami, kwa asiyekuwa Muarabu. Hakuna mbora ya Muarabu kwa asiyekuwa Muarabu, watu wote wako sawa. Na haya maneno ndugu zangu katika imani ya Umar ibn al-Khattab ameyachukua kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pale Mtume alipotoa mfano kwa mtu ambaye kwamba ni mweusi, mtu ambaye kwamba si Muarabu, Bilal, akasema ya kwamba Bilali ni mweusi lakini moyo wake ni mweupe. Kulikuwa na Waarabu wangapi? Wengi waliokuwa ni Waarabu, wengine hata ni familia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini Mtume akasifu ubora wa Bilali kwamba ni mweusi lakini moyo wake ni mweupe. Bimaana kuna Waarabu waliopatikana ni weupe, lakini nyoyo zao zimekuwa ni nyeusi kuliko maelezo. Na ndugu zangu katika imani, hii ubora wa Muarabu tukiambiwa hakuna. Angalia sura iliyoteremka Allah subhanahu wa ta'ala aliposema tabbat yada abi lahabin wa tabba. Hii aya haikuteremka kwa Mwafrika, hii aya haikuteremka kwa mtu mweusi,
bali iliteremka kwa Mwarabu. Subhanallah. Leo sisi tunafadhilishana, tunafanyana bora watu ambao kwamba ni weupe, tukawaona wale ambao kwamba si weupe si bora. Ikawa watu wanashindwa kupinga rai zao, ikawa watu wanashindwa kutofuata rai zao za upotofu, ikawa watu wanashindwa kufuata mambo ambayo kwamba ni ya sawa, wakafuata mambo ambayo kwamba si ya sawa kwa sababu ya rai ya watu ambao kwamba wamejifanya wao ni bora kuliko watu wengine. Kwa hiyo anasema Umar ibn Khattab, hakuna mbora wa Mwarabu kwa asiyekuwa Mwarabu illa bitaqwa, isipokuwa kwa takwa peke yake. Kwa hiyo ili uwe bora lazima uwe na takwa. Ili niwe bora lazima niwe na takwa. Lakini ikiwa hatutakuwa na takwa, basi hakuna mbora kati yetu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyotueleza Mwenyezi Mungu akasema, inna akramakum indallahi atqakum, hakika ya mbora wenu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni yule mwenye takwa. Haya ni maneno Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo anasema Umar ibn Khattab, wala yanfa'u al-insan inda Allahi, wala yanfa'u al-insan, wala haitamfaa mwanadamu inda Allah, mbele ya Mwenyezi Mungu, hasabihi au nasabihi, koo yake au nasaba yake, haitomfaa mja kama huyu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hata ikawa umetoka katika nyumba ya wasomi waliosoma kupindukia, hata ukatoka katika nyumba ya watu viongozi ambao kwamba wanajulikana katika taifa hili, hata ukatoka katika nyumba ambayo kwamba ni watu bora kama watu wanavyodai kwamba wao ni bora, wala hautokuwa bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa utajinasibisha kwa sababu ya nasaba mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. idha lam yura huququllah wa huququn nas, ikiwa haitaonekana au ikiwa hautaiona haki ya Allah subhanahu wa ta'ala na haki ya watu, katu nasaba yako haitakuwa bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ameyatoa wapi maneno haya Umar ibn Khattab? Ndugu zangu katika imani, haya ni maneno ambayo kwamba yametolewa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pale aliposema Mtume, ya ayuhan nas. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaita au ananadi kunadia watu akisema, ya ayuhan nas, enyi watu, inna rabbakum wahida, hakika ya Mola wenu ni mmoja. Sisi wote hapa Mola wetu ni mmoja, hakuna mwenye Mungu mwingine. Hata ukasema wewe humjui Allah subhanahu wa ta'ala, lakini jua Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anakujua kwamba wewe ni mja wake. Kwa hiyo hakuna mja wa mja mwingine hapa, wala hakuna mja wa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, bali sisi sote Mola wetu ni mmoja. Wa abakum wahida, na baba wetu ni mmoja ambaye ni Adam. Ndugu zangu katika imani, ndio asili tukaitwa ibnu Adam, ya kwamba tumetoka kwa Mwenyezi Mungu au Mungu mmoja, na baba wetu akawa ni mmoja. La fadlu li arabi, hakuna mbora kwa nani? Kwa Mwarabu ala ajami, kwa asiyekuwa Mwarabu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anayazungumza haya maneno. Hebu tafakari ndugu yangu Muislamu, kwa nini Mtume anasema maneno haya ya kwamba hakuna bora ya Mwarabu na asiyekuwa Mwarabu, wala hakuna mbora ya asiyekuwa Mwarabu kwa Mwarabu? Kwa hiyo sisi wote ni watu ambao kwamba tuko sawa. Tofauti yetu ni nini? Ni takwa peke yake. Wala al-ahmar ala al-aswad, wala mwekundu kwa mweusi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, sikiliza haya maneno ndugu yangu, hakuna mbora wa rangi ambayo kwamba uko nayo, ya kwamba wewe ni mweupe, mimi ni mweusi, ukajiona kwamba wewe ni bora kuniliko mimi ambaye kwamba ni mweusi. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala sisi sote tuko sawa. Wala al-aswad ala al-ahmar, wala hakuna mbora wa mweusi kwa aliye mwekundu, hakuna kabisa. Watu wote wako sawa, rangi zote ambazo kwamba zipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ziko sawa, illa bittaqwa,
isipokuwa kwa yule ambaye kwamba itakuwa yuko na takwa. Angalia hili neno lilivyokaririwa ndugu zangu katika imani. Angalia hili neno ambavyo kwamba limekaririwa. Kisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, inna akramakum indallahi atqakum, hakika ya mbora wenu mbele Allah subhanahu wa ta'ala ni yule mwenye takwa, ni yule anayemcha Allah subhanahu wa ta'ala. Huyo ndiye mtu bora. Kwa nini wengine wawe bora kuliko watu wengine? Kwa nini watu waanze kuzungumza maneno ya kwamba kina fulani maiti zenu subhanallah. Haya ni maneno ya kuvunja umoja ndugu zangu katika imani. Haya ni maneno ambayo kwamba yanaleta fitna katika mujtamaa. Haya ni maneno ambayo kwamba yataleta mzozo katika mujtamaa kama huu. Lakini kwa kuwa tunaogopana, tunashindwa kuelezeana, tunashindwa kukanyana, tunashindwa kuambiana, kwa kuwa tunaogopana zaidi kuliko kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Leo hii tumechafuliwa majina yetu. Leo hii tumeharibiwa vyeo vyetu. Leo hii limevunjwa jina la msikiti wetu. Lakini tukitaka kuyasema haya maneno, watu wanasimama na kusema kwamba mutavunja umoja, mutaharibu, watu wataleta fitna. Kwa hiyo tunaogopa fitna zaidi kuliko kuogopa huu mujtamaa kupotea au mujtamaa kufanyaje? Kuharibika. Ndugu zangu katika imani, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema haya maneno katika hali ya kuweka watu sawa. Kila mmoja ajue daraja yake iko sawa na mwenzake, isipokuwa yule ambaye kwamba yuko katika hali ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Waqala sallallahu alaihi wasallam, na akasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha, hakika ya Mwenyezi Mungu, la yandhuru ila suwarikum, haangalii sura zenu. Mwenyezi Mungu haangalii sura zenu. Mwenyezi Mungu haangalii uzuri wenu wa sura, wala uzuri wenu wa maumbo, wala uzuri wenu wa kijinsia. La, Mwenyezi Mungu haangalii hayo. Wallahi Mwenyezi Mungu haangalii hayo. Wala amwalikum, wala Mwenyezi Mungu haangalii mali zenu. Sasa ukituambia kama maiti haitakuja kuswaliwa kwetu, hatutakufadhili tena sisi, hatutakusaidia tena sisi, kumaanisha mali yako wewe ni bora zaidi kumliko Allah subhanahu wa ta'ala. Na watu waliofanya hofu nyoyo zao baada ya kutajiwa ya kwamba hatutawasaidia tena, wakawa ni watu wenye kubabaika ya kwamba msaada utakatika, wakaogopa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kusaidia mja, wakakubali basi toeni. Kisha baada ya hapo watu wakaanza malalamishwa na kitu gani sasa? Na nyinyi mumetishiwa mukatishika. Allah subhanahu wa ta'ala ametishia watu na mambo mangapi? Lakini bado watu wanayafanya mambo yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametishia. Lakini jambo likitishiwa na mwanamke, inakuwa jambo hilo watu wote wanababaika, na hakuna anayeweza kupinga rai kama hiyo, kwa sababu ni Mwarabu, kwa sababu ni mweupe, kwa sababu ana nyele za singa, kwa sababu ametoka katika nyumba ya watu wenye elimu. Watu wakashindwa kumpinga maneno yake au rai yake anayoisema. Akasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walakin yanzuru ila qulubikum, lakini Mwenyezi Mungu yuangalia nyoyo zenu. Allah subhanahu wa ta'ala anaangalia nyoyo zetu. Wallahi ni jambo la kufurahika, ni jambo la Muislamu kujigamba ikiwa atayapata maneno haya ya kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anaangalia nyoyo, haangalii matendo. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anaangalia nyoyo, haangalii mali. Ni jambo la mtu kufurahi na ni jambo la mtu kushukuru. Leo hii wallahi wa billahi, maneno yanayozungumzwa kutuhusu sisi, lao ingelikuwa ndivyo ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anahukumu, basi sisi wote ambao kwamba tunasimama katika mimbari hii, labda tungelikuwa sote ni watu wa motoni. Sote tungekuwa ni watu wa motoni, kwa sababu sifa mbaya tunazoambiwa. Tunaambiwa ya kwamba sisi hatujui kuswalia maiti. Tunaambiwa sisi hatujui kuosha maiti. Tunaambiwa sisi hatujui kuzika. Tunaambiwa sisi hatujui kuswali. Tunaambiwa sisi hatujui kila jambo ambalo kwamba linahusika na ibada, tunaambiwa sisi hatuyajui.
Wallahi yashatoka maneno tukaambiwa pia sisi hatuna elimu. Lakini cha kushangaza, haya tunayoyazungumza ni maneno yanayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na mtume wake. Sasa ikiwa umejua kwamba sisi hatuna elimu, basi simama uyarekebishe haya, simama uyakosoe haya. Mboni unashindwa kuyakosoa haya ikiwa kweli wewe una elimu? Ndugu zangu, haya maneno yanaleta vita. Ikiwa hatutakaa tukatafakari, akisimama hapa au nikisimama hapa nikisema maneno haya, watu wanasema ninaleta fitna, au watu wanasema naleta vita, au watu wanasema nitagawanya umma. Lakini ndugu zangu katika imani, umma ulishagawanywa kitambo kama nyinyi hamuyajui haya, na historia ipo na dalili zipo. Insha Allah tutakuja kuyazungumza haya kwa dalili. Tunakwenda kwa dalili, hatuendi kuropokwa na maneno kama wanavyosema. Lakini ndugu zangu katika imani, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum, lakini Mwenyezi Mungu anaangalia nyoyo zenu na matendo yenu mnayoyafanya. Haya tunayoyafanya, khutba tunazozitoa, swala tunazoswalisha, maiti ikija hapa tunayoswalia au tunaokwenda iosha, tunayafanya haya yote kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na tunatarajia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini nyinyi hamujui kwa nini watu huwa wanagombania maiti. Nyinyi hamujui kwa nini watu wakisikia kumefiliwa, mtu anakimbia mbio na sanda yake, anakimbia kuiomba maiti ili kwenda kuiswalia katika msikiti wake. Hamuijui hii siri. Insha Allah pia nitakuja kuwaeleza. Ni mambo ambayo kwamba yapo na ni mambo ambayo kwamba tunayajua, lakini kwa kuwa watu hawajui, tukisema wanasema kwamba sisi tunaleta mzozo. Wasia wa Umar ibn al-Khattab tukimaliza, aliyohusia Umar ibn al-Khattab baada ya kuyapata maneno haya, asema ya Saad, anamuhusia Saad, asema la yaghurannaka min Allah, yasikughuri chochote wewe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana usitarajie thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. In qila khal Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, pindi itakaposemwa kwamba wewe ni mtu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa sahibi, au ni rafiki yake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yasikubabaishe hayo, wala usitarajie thawabu ya kwamba ukiambiwa wewe ni mtu wa Mtume Muhammad, umetoka katika ukoo wa Mtume, basi ukajiona kwamba wewe kwisha utapata thawabu. Au ukiambiwa wewe ni rafiki yake Mtume, ukaona imetosha kabisa kwamba wewe utapata thawabu. Ng'ang'ana kutafuta thawabu, ng'ang'ana kufanya ibada, ng'ang'ana kujipinda ili upate radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo anasema isikutosheleze wewe, usitarajie kupata thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala pindi itakaposemwa kwamba wewe ni mtu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au ni sahaba, ni rafiki yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Allah azza wa jalla, hakika ya Mwenyezi Mungu aliyetukuka, la yamhu sayyi'a bisayyi'a, hakika ya Mwenyezi Mungu aliyetukuka hafuti baya kwa ubaya. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyazungumza maneno haya, ndugu zangu katika imani, pale aliposema tanguliza jema kwa ovu. Kwa nini? Tamhuha, litafuta lile jema ulilolitanguliza, litafuta lile ovu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, na uishi kwa watu katika tabia nzuri. Sasa leo tunaishi katika tabia gani? Leo tunaishi katika tabia nzuri kweli ndugu zangu katika imani? Allah anasema Umar ibn Khattab, walakinahu, na lakini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, yamhu sayyi'a bil hasana, anafuta baya kwa zuri. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anafuta baya kwa zuri. Maneno haya anayazungumza Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu kwa kumuhusia Saad baada ya kuyapata maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fa inna Allah laysa bainahu wa baina ahadi nasab, hakika ya Mwenyezi Mungu hana baina yake yeye nasaba. Mwenyezi Mungu hana nasaba na mtu. Mwenyezi Mungu hana ukoo na mtu. Mwenyezi Mungu hana udugu na mtu, isipokuwa yule mwenye takwa peke yake. Huyu ndiye atakayekuwa na udugu na Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ndo atakayejenga nasaba na Allah subhanahu wa ta'ala.
Lakini kinyume na hivyo, ndugu zangu katika imani, hakuna nasaba mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa hatutafanyaje, hatutajikaribisha, hatutajipinda tuje katika takwa. Wanasema hakuna nasaba mbele ya Allah baina ya Mwenyezi Mungu na baina ya mtu yeyote yule illa bittaqwa, illa bitaa, isipokuwa kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Fannasi sharifahum, na mtu utukufu wake. Sikiliza maneno haya, wallahi tangia nimeanza kusoma vitabu, tangia nimeanza kupekua vitabu, sijapatapo maneno matamu, maneno yenye kusisimua kama maneno ya Umar ibn al-Khattab baada ya kumuhusia huyu Saad. Anasema fannasi sharifahum, na watu ubora wao. Fannasi sharifahum, na watu ubora wao. Wa wadhi'ahum, fannasi sharifahum, na watu ubora wao, ubora wa watu. Leo hii ndugu zangu katika imani, watu wamewafanya masharifu ndio watu bora zaidi, mpaka inafikia sharifu anapewa daraja ambayo ni daraja iliyompita Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulisema hapa juzi, kuna mtu anasema hakuna atakayemzuru sharifu yeyote isipokuwa mpaka apewe idhini na sharifu kama yule, atoke sharifu amchague, amwambie njoo. Kisha baada ya kwamba ushachaguliwa na sharifu kama yule, basi sharifu kama yule atakuwa ni mwenye kukunusuru katika safari ile mpaka utakapofika pale mahali unapokwenda. Kisha atakukirimu, subhanallah, atakukirimu. Haya, atamkirimu vipi? Anasema kwa lile unalolitaka yeye atakupa. Hii ni daraja imemvuka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume alipokufa hakuna sahaba hata mmoja aliyekwenda kuomba kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuna sahaba hata mmoja aliyekwenda kulia katika kaburi la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leo watu wanalinganiwa kwa watu ambao kwamba ni watu bora katika mujtamaa, wanaonekana ni watu bora. Mtu amesema jambo ambalo kwamba ni la uongo, ukitaka kulipinga unaambiwa hujui wewe, yule sharifu atakulani wewe, yule sharifu utaumia wewe, yule sharifu. Ndugu zangu katika imani, hakuna walii na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na alipingwa rai zake. Zikatoka aya kwa Allah subhanahu wa ta'ala zikaamrisha fuateni rai ya Umar ibn al-Khattab. Leo hii watu wanafuata rai za watu ambao kwamba wanaamrisha watu katika hali ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, na watu wakawa ni wanawaona ndio watu bora wa kufuatwa, ndio watu bora wa kusikilizwa. Ndugu zangu katika imani, wallahi tunaingia katika madhambi, wallahi tunaingia katika shirki. Kwa haya machache Mwenyezi Mungu atujalie minal ladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana. aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd.